amazing. And leo tunaanza hapa shule, tunaona Jojo ako hapo anasoma. Then Amani akakuja akamwambia, "Hey, unafanya nini hapa?" So si Jojo akamwambia, "Jeez, yani ni wewe." So si hapo Amani akamwambia, "I'm sorry, sikumaanisha kukushtua, lakini unafanya nini?" So si Jojo akamwambia, "Anasoma novel as you can see." So si Amani akamwambia, "Oh, okay. Hujaenda home?" Si Jojo akasema, "Hapana, mimi nangoja Jaden." So si hapo Amani akamuuliza, "Okay, anamaliza class yake saa ngapi? Almost kuisha." Jojo akamwambia, "Hiyo ni swali aina gani? Wewe toka tu hapa, so uende." So si Amani akamwambia, "Nilikuwa tu nakuja kukuuliza kama uko ready kwenda home, naweza kudrop." Na Jojo akamwambia, "Hapana, wewe enda tu home." So hapo Amani akamwambia, "Come on Jojo." Jojo akamwambia, "Just leave." Amani akamwambia, "Ngoja nikuulize Jojo, kwani do you hate me? Mbona unajamingi every time nikikuja kuongea na wewe?" Jojo akamwambia, "Hapana, I don't hate you." So Amani akamwambia, "So does it mean that you're falling in love with me?" So si Jojo akamwambia, "What?" Amani akamwambia, "I'm just kidding Jojo." So si hapo Jojo akamwambia, "It's okay." So Amani akamwambia, "Lakini Jojo, nikwambie tu ukweli, wewe kuvaa ring didn't do you good, kwa sababu umelose sense of humor. I mean, chunga sana usikue kama huyo boyfriend wako." Na Amani akaenda. Si mnajuanga Jaden ananga sense of humor, yeye tu anachukua everything serious. Tukuje kwa Neema na Mark wenye wanapika hapo. Then Neema akamtolea Mark hiyo chakula akaonje kama iko sawa. Then Kate akakuja akasema, mapenzi wewe." So si Mark na Neema wakacheka tu. Then Kate akasema, "Mimi hata sikuwa na ubaya, nilikuja tu kukuambia asante kwa kunirekomendia huyo daktari. Imagine tangu jana Hope amekuwa tu akilala." So Neema akamwambia, "Unaona sasa mambo imekuwa shwari." So si Kate akamwambia, "Naona, that's why nimekuja kusema asante." Mark akamwambia, "Alafu kesho tena mtakuwa married." So si Kate akafurahi. Then Mark akamwambia, "Yeah, from today onwards mambo itakuwa very fine, hebu ngoja utaona." So si Kate akasema, "Ni sawa basi guys, lakini niwaulize, kuna place naweza saidia kuosha vyombo, kufanya nini?" Then Neema akajaribu kufikiria. Mark akamwambia, "Unaweza tusaidia place fulani tu. Unajua nini? Unaweza acha kiherehere alafu utupe space." So si Kate akamwambia, sawa basi." Na akatoka. So si Neema na Mark wakabaki hapo. Turudi kwa Jojo ametulia hapo. Then Amani akakuja na some biscuits akamwambia, "There is something here to calm your nerves." So si Jojo akachukua tu hiyo biscuit. Turudi kwa Neema na Mark wako hapo wametulia. Then Neema amestaria tu Mark akimwambia, "I can't stop staring at you." So si Mark akamwambia, "Am I that hot?" Neema akamwambia, "Yeah, of course." So si Mark akamwambia, "But nilikwambia tu najua kupika." Neema akamwambia, "I don't mean that. I mean venye ulisacrifice inheritance yako nyumba ya grandpa wako, at least ndio unitoe jela." So si Mark akamwambia, "I understand you, but Neema, you're my home." So si Neema akamwambia, "Thank you so much." Mark akamwambia, "You know what I see in your beautiful eyes nikikuona?" Neema akamwambia, "What do you see?" So si Mark akamwambia, "I see our future kids. Wewe fanya tu hivi, tukimalizana na story na divorce, sasa tunakuwa married, alafu tuanze hiyo project, tupate wawili watatu hivi, alafu after that nile nikanyamazisha hao kukuwa wanapiga kelele wako njaa." So si hapo Neema akamwambia, "Of course my love, kwani nini itachozuia?" So si hapo Mark akachukua na mkono ya Neema akijaribu kukiss. Then Tom akatokelezea. So Tom kuona hiyo akasema, "I'm sorry guys." Then Neema akamwambia, "It's okay Tom, kuja tu." Then Mark akamwambia, "We kuja." So Tom akakuja akasema, "Mark, kuna kitu nilikuwa najaribu kukuambia since last night, imekuwa ikinisumbua sana." Si Mark akamwambia, "Sema." Then Tom akamwambia, "Unajua ule mtu alivamianga kwa nyumba ile time amkwa, alafu nikamshoot kwa shoulder. So huyo mtu, uamini usiamini, ni Amani. Venye anaongea, height yake, body yake, ni huyo tu." So si Mark na Neema wakashangaa tu. Then Mark akamwambia, "Ni sawa." So si Tom ikabidi amerudi kwa nyumba. Then Mark na Neema wakabaki hapo tu wakishangaa. Toka hapo tukuje kwa Amani. Amani ametoka shule na amechukua Jojo na yeye. So mnaweza ona tu Jojo na Amani wako kwa bike wana ride. Alafu huko kwingine kuna hii couple wanaproposiana, like the man anaproposia demo yake akimwambia, "Will you be my wife forever?" Si demo akasema yes. Then Amani akatokelezea tu hapo mbele na akasimama. Si hawa wana hug. Then Jojo akamuuliza, "Ni nini umestop?" Then Jojo kushuka kwa bike akaona kuna hii couple walikuwa wanaproposiana. Then kidogo this couple wakaomba Amani wampige picha. So si Amani akachukua simu yake akaanza kuwapiga picha. Akawapatia poses kadhaa. Then after that huyo Amani akachukua namba ya the Charlie, alafu akamwambia, "Nitakutumia hizi picha by jioni." Then Jojo akakuja tu akawaambia, "Congratulations guys." So si hapo hawa wakasema asante. Then this couple wakasema nataka kuinvite Jojo na
Amani kwa farewell party yao. So si Amani akasema I'll definitely come. Then Jojo akasema yeye ataona. So si after that this couple wakaenda. Jojo naye akabaki hapo tu akismile. Amani akamwambia unafikiria nini? Jojo akasema hakuna, I'm just thinking how beautiful love is. Then Amani akamwambia hata mimi mniombe sasa tupate as in tukue in love pamoja. So si Jojo akamwambia wewe na nani? Amani akasema me myself and mimi nimechoka kwenda kwa men's conference man. So si Jojo akamwambia ni sawa basi. Then Amani akamwambia Jojo, do you know what? Nikipata wife wangu, do you know where I want to live? Si Jojo akamwambia Amani akamwambia uko kwa mountains, uko kwa forest, uko tukatembee tu. So si Jojo akamwambia you're crazy. Amani akamwambia I'm a very adventurous man Jojo. So si Jojo akamwambia it's okay basi. Then sasa Amani akamwambia Jojo, in fact kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Jojo akamwambia ni nini? Amani akamwambia unakumbuka ile time nilikuchukua kwa park? Jojo akamwambia mimi hata usinikumbushe. So si hapo Amani akamwambia in fact ile ofisi yenye mlikujanga kupika ID zako ni ofisi ya grandpa wangu. So si Jojo akasema does it mean that Mark alikuwa anajua history yote? Then Amani akamwambia hapana, Mark hatajui, huko ni kwa saidi ya mama yangu. So Jojo akamwambia ni sawa basi. Amani akamwambia lakini saa hii I don't associate with them. So si Jojo akamwambia kwa nini? Amani akamwambia kwa sababu walifukuza mamangu after wamedivorce na bwanake. So si Jojo akamwambia okay. Then Amani akasema so I had to disown my own dad, as in niachana na my real dad ndo nipate inheritance kutoka kwao, but ilibidi tu ni choose side ya mamangu, that is why I'm here. Sasa Jojo akanyamaza tu. Kuja hapa kwa nyumba ya Mark, Jaden ashafika na amenok. Neema akamfungulia mlango. So si Jaden akaulizia kama Jojo wako. Neema akamwambia hajafika but unaweza ingia ndani tu umngoje. Jaden akamwambia hapana, utamwambia tu nilipitia. So si hapo Neema akamwambia ni sawa, ndio akarudi ndani. Val na yeye amekuja hapo kwa Mark, ameleta tu flowers akisema hii nayo lazima Amani tu atafolia, huyo ni wangu. So akaendelea kusimama hapo kwa gate, akaona Amani na Jojo wana approach, si akaficha hizo flowers zake nyuma yake. Then Jojo na Amani wakafika. Amani akamwambia Val. Val akamwambia finally nimekuona sasa. So si Amani akamwambia so Val akamwambia finally roho yangu imetulia sasa. Amani akanyamaza tu. Then kidogo kumbe Jaden anataka kwa ameleft, akaingia akatokelezea hapo. Jojo akamwambia you are early. So si Jaden akamwambia hapana, ni wewe ndio uko late. Then Jojo akaenda huko kando, at least ndio enda waongee huko kando. Amani akaingia kwa nyumba akisema akimwambia Val tutaonana baadaye. Hata Val hakupata hiyo chance ya kumpatia flowers. Amani hata kumpea concentration. Anyway, so huku kwingine Jaden anauliza Jojo kwani ulikuwa wapi? Jojo anamwambia tumetoka shule. Then Jaden akasema sasa mimi nimetoka shule na nimefika mbele yako. Jojo akamwambia come on please, calm down. So si Jaden akamwambia nilikuwa nimekuletea hii kitabu but clearly ulikuwa na vitu zingine za kufanya. So si Jojo akamwambia vitu kama gani surely? Can you just calm down? So venye Jojo na Jaden wanabishana, Amani pia aliingia kwa nyumba na akaanza kuchungulia. I think anajaribu kusikiza hiyo mabishano ni ya nini. Kina yako hapo ready ku receive sanoke kutoka kazi. So si Amani akaingia. Mark akamuuliza siku yako ilikuwa aje? Amani akasema just a normal day. So si Mark akamwambia azin. Amani akamwambia kwani ulikuwa una expect nijibu nini? Mark akamwambia please Joseph, unajua I'm really happy that you're here and I'm trying my best and everybody here ako happy that you're here mpaka Neema, but one thing I don't understand is why are you cold towards her? So si hapo Amani akamwambia listen, niko hapa kwa sababu uliniambia nikupe second chance, so please don't push me further. So si Mark akanyamaza tu. So akaendelea kuongea hapo. Jojo akaingia kama amepanda stairs na Amani akamwambia Jojo kwani imekuletea issue? Jojo akamwambia hebu achana na mimi. So hapo Amani akamwambia so venye anaendelea kuongea Neema akatokelezea kwa stairs pia. Then Amani akamwambia Jojo kama imekuletea issue acha niende nikaongee na yeye. So Jojo akamwambia stay out of my relationship na wachane na mimi, na akapita. So Neema akauliza ni nini mbaya? Amani akamwambia it's nothing. So Mark akamwambia Amani listen, unajua mimi ni babako na unaweza niambia kitu chochote tu kile. So si hapo Amani akamwambia hapana, I can sort everything peke yangu tu venye nimekuwa nikiisort. Then Amani akaenda. Neema akamwambia Mark don't push him further, achana tu na yeye. Then Mark akasema they are just teenagers, they think that they know everything, si ndio? Neema akamwambia welcome to my world, acha niende nikaangalie Jojo. So si Mark akanyamaza tu. So the day ikapita, usiku ikafika, tukuja kwa room ya Kate, tunaona Jojo anabeba mtoto na anasema she's really cute, I can't get over her. So si Kate akamwambia thanks. Then Kate akamwambia I really hope hata wewe utazaa wako wakati mtakuwa married. Then hapo Jojo akamwambia si tumedecide ku slow things down na nikuuliza si nilisikia nyi wedding yenu ni kesho? Kate akasema natamani sana kesho iishe.
So si hapo Jojo akamuuliza so utavaa nini? Kate akasema mimi hata sijali nitavaa nini ama nini itafanyika, I just want kesho iishe. So si hapo Jojo akamwambia come on, it's a wedding day, usiseme hivyo. So si Kate akasema hata kama, but I just want kesho ikuwe successful. Then Jojo akamwambia ni sawa basi, have a good night, na akapatia mamake mtoto. Huko kwa nyumba ya Sharon na Val wako hapo, na Val wako very restless. So Sharon anamwambia hesi nilikwambianga huyo Amani sio wako, atanyakuliwa tu na Jojo kama venye alinyakuwa Jayden. So si hapo Val akamwambia sawa basi, mimi hata sijumbana na kuambia vitu. So venye wanaendelea kutulia hapo, Duncan akaingia kama ako solo na akatulia. Then Sharon akamwambia don't tell me that kitu mbaya imefanyika, uko na bad news. So si Duncan akanyamaza. Val akauliza ni nini mbaya. So si hapo Sharon akaanza kuforce Duncan aongee. Duncan akasema well, sikizeni, wale watu wenye nilinunua kampuni kutoka kwao kumbe walikuwa makon, na zile magari zote nimekuwa nikizihayarisha zilikuwa za wizi. So si hapo Sharon akasema what Duncan, shame on you. So si hapo Duncan akamwambia ngoja Sharon usiseme hivyo. Sharon akamwambia Duncan mimi hata sijui niseme nini. Mara ya kwanza nilikwambianga that I have a bad feeling about these people, lakini ukakata ukasema ni reliable. Ona sasa. Yaani natamani tu ride ishuke ikupige ukaukie hapo. So si hapo Duncan akamwambia Sharon please usiseme hivyo. I mean tumekoniwa. Sharon akamwambia usiseme tumekoniwa, shame on you, ni wewe umekoniwa. Nilikwambia tu vizuri hawa watu si reliable lakini ukakataa. Kana akaanza kumwambia Sharon please usiseme hivyo, mimi hata natamani kukufa tu. Sharon akamwambia kufa Duncan, kufa. Duncan akamwambia Sharon tulia nitasort hii issue. Sharon akamwambia hapana, that is nonsense. Alafu hata kaenda to an extent ya kutumia nyumba yetu kama guarantee. Sasa tukifungiwa nyumba tutaenda wapi Duncan? Can you think about our daughter's future? So Val kwa hapo amekuwa so heartbroken pia, akaboeka tu na akaenda kwa room. Duncan anajaribu kumwongelesha Val but Val hamjibu. Then Sharon akamwambia Duncan nilikwambia nini? Ukifail hii mara ya mwisho kitu itafuata ni nini? Ni divorce. Then Duncan akamwambia please Sharon my love usifanye hivyo. Sharon akamwambia usini Sharon na usini my love. Hebu andaa ugly face yako mbele yangu, toka kwa hii nyumba Duncan, get out of this house. So si Duncan ikabidi tu ametoka. So Sharon akabaki tu hapo akiwa na stress, bibi ya tajiri jamani. Anyway, I hope tu kila kitu itakuwa sawa. Tukuje kwa Amani mwenye ako hapo nje ametulia, ni baridi. Maka akakuja akasimama hapo kando yake akamwambia kwani hujalala? Amani akamwambia yeye sijalala. So clearly wamesmile pamoja. This is the first time Amani na Mako na smile pamoja. So Maka akachukua kifungo alikuwa naye akampatia Amani akamwambia hii ni yako, no ukifika mapema before kila mtu afika hakuna haja utungoje. So si hapo Amani akamwambia thanks. Then Maka akamwambia hiyo ingine ni ya ile room ingine ya drawing, so ukitaka kwenda huko kufanya mambo yako it's okay. Amani akamwambia ni sawa. So Maka akamwambia unajua nini Amani, this is really first time kwangu kukuwa na mtu around me, so I'm really trying my best and I just hope that sitakubo kukuwa all over you all the time. So si Amani akamwambia I understand, with time tutazoeana tu. So si Maka akamwambia ni sawa basi. So Amani akatulia kidogo then akamwambia Maka acha actually nilikuwa nataka ku apologize about the other day. Then Maka akamwambia hata usijali, na imagine tu kama hiyo risasi ingeenda more to the left so naona ungeumia. Amani akasema that's true. Maka akamwambia but it really worked out for the best, si ndio? Amani akamwambia yeah. So akaendelea kutulia hapo. Then Maka akasema so tutaendelea kusimama kwa baridi ama? Amani akacheka tu. Turudi hapa kwa Kate. Kate ako hapa ametulia. Then Jojo akakuja akamletea dress. So si hapo Kate akamuuliza you sure? Jojo akamwambia yeye kama umependa utaichukua tu. So Kate akasimama kujipimisha hiyo nguo akapata ni supu sana. So hapo Jojo akamwambia itabidi tu machishe earrings na two necklace alafu utakuwa very smart. So si hapo Kate akamwambia thank you so much. Then Tom akaingia akisema babes unakaa smart sana. Then Kate akasema ni Jojo ameniletea hii dress. Then Tom akamwambia Jojo asanti, anakaa smart sana. So hapo wakiendelea kuongea Kate akamuuliza Tom na wewe utavaa nini? Tom akasema mimi siwezi kosa luku. Then Jojo akamwambia sio luku tu kawaida Tom, kesho ni wedding day yenu, unafaa kudunga luku vizuri. Kama hauna naweza ongelesha Jerry na tupe ile ya engagement. So si hapo Tom akajaribu kukataa akimwambia hapana. Jojo akamwambia imagine kesho ni wedding day yenu alafu mtoto atagrow alafu hizo picha zenye mtapiga kesho ndo ataziona, we niambie sasa. Tom akamwambia enyewe ni ukweli Jojo.
Then George akamwambia usikatae usaidizi. So Kate akasema pia mimi nimesaidiwa na Jojo, so usikatae. George akapigia Jaden akamwambia naomba favor utulete ile nguo ya engagement juu kesho ni wedding ya Tom na Kate na Tom hakuwa na outfit. So Jaden akamwambia ni sawa basi nitakudropia morning. George akamwambia you are the best. So after hiyo call George akamwambia Tom amesema atadrop kesho asubuhi. So wakashukuru akamwambia George asante sana. Kate akamwambia George yani hata siamini wewe ni ule Jojo roho mbaya. So hapo George akamwambia ai mimi ama wewe. Then Kate akamwambia ai si ndio ulikuwa unanitrigger. Then wakabaki tu hapo wakicheka. So kidogo simu ya Kate ikaita, ni nani anapiga? Ni anko yake. So Kate akamwambia hello anko. Then anko yake akamwambia hello, nimepata habari that kesho ni harusi yenu na I'm really sad that sitakuwa kesho. So hapo Kate akamwambia kwa nini? Anko yake akamwambia kwa sababu sitaki babako anifuate. So Kate akamwambia ni sawa basi, but ingekuwa poa kama ungekuwa hauna any way ya kusneak in. Then anko yake akamwambia acha tutaona kesho asubuhi, nitakutext ndio nione kama naweza make it. Kate akamwambia ni sawa basi. So Kate akamwambia lakini anko nikuulize unaweza nipea blessings zako kama babangu mdogo. So anko yake akamwambia nakuambia maisha mazuri, pendane alafu muendelee kuishi kwa amani. So Kate akamwambia asante. Then before I end hiyo call George aka request kuongea na anko ya Kate. So sijui anataka kumwambia nini, but Kate hapo kando yake alikuwa anakaa very emotional. Anyway, let's meet tomorrow for another one. Have a great time and thank you so much for always being